Rais wa Marekani Donald Trump amewakutanisha viongozi wa Rwanda pamoja na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au DRC kusaini mikataba au kusaini makubaliano yanayosema vita ambayo inayoendelea hapo Kongo inabidi iishe. Vita ambayo inasumbua watu wengi hapo DRC Kongo inaenda kuisha kutokana na hizo saini au hayo makubaliano. Watu kutoka Rwanda wamekubali kwamba hawatoleta vurugu tena Kongo, na hivyo wamesaini mikataba kwa agizo la Trump ambaye amesema kazi yake ambayo anayotaka kuifanya kabla hajaondoka madarakani ni kuhakikisha dunia ina amani. Today to celebrate a glorious triumph, and that's what it is, for the cause of peace. And this is a long time waiting, the signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. The conflict has continued, and it's been going on for many, many years. It's been going from, I guess they say 30 years, the Great Lakes region of Africa for a long time, and maybe even time before that. How is the Great Lakes region? Must be beautiful, right? Beautiful, beautiful region, but they had a lot of war, right? A lot of fighting, a lot of death. It's displaced countless people and claimed the lives of thousands and thousands. But today, the violence and destruction comes to an end, and the entire region begins a new chapter of hope and opportunity, harmony, prosperity, and peace. Zile nchi ambazo zina migogoro zihakikishe zimeacha migogoro yao na kuishi kwa amani. Hicho ni kitu ambacho mimi nimependa. Mimi kama Mkongomani, vita ambavyo vinaendelea Kongo huwa vinaniumiza sana. Na hata hivyo, hiyo imeashiria kwamba yale makundi ambayo yalikuwa yakiitwa M23 pale Kongo yalikuwa yakisapotiwa na watu kutoka Rwanda au na serikali ya Rwanda. Vita au vurugu mnazoziona Kongo mara kwa mara zinasapotiwa na serikali ya Rwanda, na hivyo Donald Trump ameshakiona hicho na akaamuru kwamba serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda wakutane wahakikishe hiyo vita imekwisha na amani imetawala. Lakini kwenye makubaliano haya nini ambacho Trump anakitafuta? Mimi na wewe tunajua Trump hawezi akaingilia kitu chochote bila kujua kwamba kuna maslahi gani yeye atayapata, na hivyo Trump hapa ana play part kwenye upande wa Kongo, na hivyo Rwanda akileta ujanja itakula kwake, maana kupigwa au nchi yake kuingia vita kitakuwa ni kitu ambacho kitatokea. Kwa hiyo makubaliano ambayo yameandikwa kwa sasa hivi, Trump akiwa amewaamuru Rwanda haitoenda kombo na hayo makubaliano, maana wakifanya hivyo italeta vurugu au italeta vita kwenye nchi yao. Hii imetufunza kwamba Rwanda au nchi ya Rwanda ndo nchi ambayo inayosapoti hao M23 na makundi mengine ambayo yanayoletaga vita hapo Kongo, na hivyo kuikosesha Kongo amani kwa miaka mingi sana, mpaka mimi na wewe ninayeongea hapa tumevuka mipaka mpaka tukaja hapa Marekani kutokana na vurugu, tukawa wakimbizi kutokana na Rwanda ina maslahi ambayo ilikuwa ikitaka ikisapotiwa tena na nchi zingine za Ulaya. Na hivyo Trump ameamua aende Kongo awaambie kwamba mimi nitawasaidia hichi na ninyi munipe kitu kama hichi na hichi. Kwa hiyo mali zetu tutegemee Marekani kuchukua baadhi ya mali zetu, lakini amani ni kitu cha muhimu. Unaweza ukawa na pesa na mali, lakini kama una amani ni kitu ambacho hakitokuwa vizuri. Na hata zile hela ambazo sisi tunasema tunazo kwa sasa hivi hatupati kwa sababu nchi yetu ina vurugu. Mimi nimempongeza Donald Trump kwa upande ambao wananchi hawatakuwa wanaathirika, hawatakuwa wanakimbia, hawatakuwa wanakufa ndugu zetu ambao tukiwaona wanakufa, watu wanauawa ovyo, na hivyo inatumiza sana sisi kama Wakongomani. Ni jambo ambalo mimi limenifurahisha, lakini mikataba hiyo itawahusisha na marais nao waingie hapa Marekani kuhakikisha hiyo mikataba ipo, mikataba ambayo kuna sheria ambazo zimewekwa pale, atakayeanzisha vurugu huyo atakiona cha mtemakuni. Hii ni Kongoman Media pamoja na mimi Hussein Kubwa, napatikana USA. Usisahau kusubscribe channel hii ili habari kama hizi ambazo zipo straight kabisa haraka hapa Marekani na nchi zingine za Ulaya zikufikie pale ulipo.